90% ya watu waliokopa hiyo 400 million ya Kajiado hapa wamelipa pesa yao na wanaendelea na kuchukua na kulipa na kuchukua na kulipa. Mimi nataka niwatangazie phase 2 mwisho wa hii mwezi, phase 2 yenye iko na pesa sasa ya 10,000, 20,000 mpaka 200,000 tunaanzisha mwisho wa mwezi huu, ndio kila mtu aweze kuendesha biashara yake. Nyinyi mnanielewa? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie vile vile, wakati tulikuwa hapa tulikubaliana ni lazima tuwe na mpango ya kupunguza gharama ya maisha na tupunguze gharama ya unga. Si tulikubaliana? Tuko pamoja? Sasa mimi nataka niwatangazie. Niliwaambia lazima tuwasaidie wakulima wetu, kwa sababu wale ndio wanazalisha chakula shambani, ndio chakula ifike sokoni. Tumepatia wakulima makunia milioni 4, wakulima milioni 2 wako shambani wanatusaidia kuzalisha chakula. Na mimi na serikali yetu tumepanga, ile bei ya unga ilikuwa 240, saa hizi tumeisukuma kutumia akili peke yake, hakuna hata shilingi moja tumeweka. Akili peke yake saa hii imefika 150. Na mimi bado nasukuma. Ukienda hapo utakuta mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mtaona tena bei zingine mpya, kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini, ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe mtu ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Bei ya unga itapungua? Mimi nawaambia wawache upuzi, wawache na mambo ya kutusumbua. Mimi niliwaambia kitendawili haitaanza. Sasa hawa wanataka kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi, wakati tulienda kupiga kura, tulisema kura ikimalizika tutaanza maandamano ama tutaanza maendeleo? Tulisema ni maandamano ama maendeleo? Si tulisema tuendelee na maendeleo? Ama niaje watu wa Rongai? Mimi nauliza nyinyi Rongai, mnataka tupange mambo ya maendeleo ama maandamano? Wale wanasema maendeleo nione kwa mkono, wale wanasema maendeleo. Tupange mambo ya maendeleo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile, tunarudi hapa kupanga mambo ya housing. Tayari nimekubaliana na Gavana Lenku atupatie ardhi, na tayari tuko na ardhi ya watu wa Kajiado, kwa sababu tunataka tuweke nyumba 5,000 ya kwanza, na hiyo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 15,000 watakao tusaidia katika hiyo mambo ya kujenga, kufanya housing. Tunahitaji plumbers, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji wale wote watakao tusaidia. Vile nilikuja kuanzisha hizo manyumba ya hapa kwenu, sasa tuko na awamu ambayo inafuata, na mimi nataka niwahakikishie tulikubali tupange ajira ya vijana wa Kenya, na ndio sababu tuko na hiyo mpango ya housing, tuko na mpango ya value addition. Mumesikia tumeanzisha special economic zone ingine 5 Kenya, ndio tuweze kuzalisha mazao yetu na tufanyie value addition, vijana wetu wapate ajira na kila Mkenya aweke pesa mfukoni. Tunaelewana jameni watu wa Rongai? Si hawa jamaa wanipatie nafasi nipange maendeleo ya Kenya? Wanipatie nafasi ama mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi ati mama mboga na bodaboda na soko, mimi najua mambo ya soko. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu, tumekubaliana. Mimi tayari nimemwambia PS Hinga ambaye anahusika na mambo ya masoko. Tunaelewana?
atakuja hapa aketi chini na county government, aketi chini na mbunge wenu, ili ile soko iko pale tujenge soko ya watu wa Ongata Rongai, na hiyo itakuwa priority, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Bas, mambo yenu ya soko iko kipaumbele. Nyinyi tumekubaliana? Tumekubaliana. Mimi nataka niwahakikishie tunapanga mambo, kwa sababu ni lazima tubadilishe taifa letu la Kenya. Jana tumepeleka budget katika bunge, na katika hiyo budget tumepunguza madeni bilioni 400 tumeondoa ya madeni, kwa sababu niliwaambia hatuwezi kukubali Kenya yenye inarundikwa madeni. Punguza ushuru, mambo ya gas, ili mupate gas ya kutumia nyumbani. Saa hizi pendekezo iko bunge, tuondoe ile ushuru ambayo ilikuwa inalipishwa gas na gas cylinder. Vile niliwaeleza, tunataka tuipunguze, bei yake ikue chini, ndio kila chakula akitumia gas bila ya kutafuta mambo ya makaa na ile mambo ingine ambayo inaumiza kina mama wetu na wale wengine wanapika. Tumekubaliana Ongata Rongai? Mnasema nisukume hii gurudumu iende mbele? Nisukume iende mbele? Si ndio? Vijana tuko pamoja. Sasa mimi nasikia wale wa jamaa wanatafuta ati sava. Mumeona sava huku kwenu? Si nyinyi mulipiga kura? Si mulichagua MCA? Si mukachagua mjumbe na women rep na senator na governor? Na si mulipiga kura ya rais? Mulikupiga, mukupiga? Si mulimaliza hiyo kazi? Sasa mimi nataka niwaambie hawa viongozi wenzangu, jameni, hawa wananchi tusiwasumbue na maandamano. Tusiharibu mali yao, tusiharibu biashara yao, tusiwapotezee wakati, tuachane na fujo. Hawa wananchi wanataka kuendelea na maisha yao. Sisi ambao ni viongozi tuendeni bunge tukaongee. Tunaelewana? Ama ni aje? Tunaelewana? Hatuwezi kuharibu mali ya wananchi ati tunafuata mambo ya viongozi. Mambo ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hao walipiga kura. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tunapanga mambo ya wananchi. Ama mnasemaje Rongai? Mnataka tuendelee na mambo ya kupanga mambo ya viongozi ama tupange mambo yenu wananchi? Tupange mambo ya wananchi, si ndio? Ama ni aje? Aya. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnajua jamaa anaitwa Rigiji, Deputy President wetu wa Republic of Kenya? Wapi nduru ya Rigiji? Na tukaomba mtusaidie na kura, na mkatusaidia. Tunataka kusema asante. Sasa tumerudi hapa kwa mambo ya maendeleo, mambo ya barabara. Rais amepanga mambo ya soko na mambo ya vijana, na hayo itaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niseme, tukiwa hapa Rongai tunasema asante, na tutakuwa tunakuja area ndio tuweze kuzungumza na kukubaliana. Unajua tulikuwa tumemwambia ile mzee ya kitendawili ataleta kisirani. Tulimwambia ameletea huyu rais kisirani ati anataka handshake. Mnataka handshake? Sasa rais mimi nikakaa ngumu zaidi. Mnataka tukae ngumu ama tukubali?
Sasa anasema ati ataenda Nairobi kuharibu mali ya watu. Ataharibu mali ya nani? Si kama anataka kuharibu mali ya kuja hapa Rongai. Si nyinyi muko? Kwa hivyo sisi tunataka kuambia huyu mzee, wewe kwenda pumzika, patia rais wetu nafasi afanyie wa Kenya kazi. Tuko na ile makubaliano tulikubaliana, rais apewe nafasi atekeleze kazi yake. Na nyinyi mungoje, mtakuja uchaguzi ujao. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Chama yenu ni gani? Harambee! Harambee! UDA! UDA! Hapo ndio tuko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Niko na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Prime Cabinet Secretary wetu. Wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni? Rongai hoye! Rongai hoye! Tuko gangari. Mimi nasema tuunge Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa sababu sasa ni ujenzi wa taifa. Si namna hiyo? Mambo ya ile ingine tuache. Na tunataka tupambane ili gharama ya maisha ishuke chini. Hapo ndio lengo letu. Asante sana, na mimi najua tutatoboa kama Wakenya tukisimama pamoja. Asanteni sana. Asante sana. Niko na gavana wetu wa asante sana. Mheshimiwa Rais, watu wa Rongai situsalimiane, amjambo. Amjambo. Ya kwanza ni kukaribisha Rais Ongata Rongai na kukushukuru sana kwa kuanzisha safari yako ya maendeleo hapa Ongata Rongai. Si ni shukrani kubwa. Jambo la pili, Your Excellency, ni kuambie watu wa bodaboda, watu wa taksi, watu ambao wametoka area ya Ole Kasasi kule Kandisi wako na shukrani. Si barabara itatusaidia? Na imekuanga kero kubwa, na sasa vile imewekwa lami itasaidia usafiri hata kwenda upande ya Tuala kule Kajiado East. Lakini Your Excellency, nikikushukuru, nataka tu nikuambie kama vile unajua sisi tulikupigia kura. Na Rigathi alisema hii serikali ni ya shares. Kumbuka Kajiado North sana kwa sababu sisi tulipiga kura kwa William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Kweli ama uongo? Na nikushukuru pia ulitupatia principal secretary, kijana anaitwa Kemodho wa kutoka Ngong, ambaye sasa ni PS kwa hii serikali yetu. Sio ni shukrani kubwa? Ya pili, Your Excellency, nikikushukuru kwa sababu ya hii barabara. Mimi nataka tu nikuombe hivi. Umezungumza mambo ya soko, lakini nataka nikuelezee hao mahasla kwanza ni wale walikuchagua na mimi 100%, haki ya Mungu. Wale wa soko. Na Your Excellency, leo hata wamefunga soko kuja kukukaribisha. Na Your Excellency, wao wanajua wako kwa barabara. Ile tu wanakuomba wapatie mahali ya kufanyia biashara, wao wanajua kujitafutia. Si hapo ni kweli? Na kwa sababu president wetu amekubali, tukishikana pamoja na governor wetu Ole Lenku, itakuwa rahisi kwetu kupata soko, ndio watu wetu waendelee kufanya biashara. Si hapo ni sawa? Your Excellency, mimi nikienda kumalizia sitaki kuzungumza mambo mengi kuzidi hapo, lakini unajua sisi Your Excellency Kajiado North hatukupiga kura kwa Ole Lenku, sisi tulikuwa tunapigia Kato. Na huyu Ole Lenku kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, vile wewe ni rais, huyu ndio. Si ni kweli? Mimi nataka nimshukuru kwa sababu amechukua deputy governor wetu ambaye alikuwa anaitwa Judy Pere, msichana wa Rongai, amemfanya kuwa waziri kwa serikali yake. Sio ni shukrani? Na huyo tulienda na yeye kwa campaign, na vile nimeona leo kujuendagi maandamano, sasa hata tutakuwa marafiki zaidi kwa sababu nimeona una support president wetu. Hapo umejaribu sana. Si hapo ni kweli? Situpongeze yeye kwa kuchagua moja yetu pamoja na Ochola. Sasa ile Ole Lenku umebakisha, utaniandikia vijana kidogo maaskari ya Kanjo hapa, mambo yako hata binguni utaingia rais hiyo siku ikifika. Your Excellency, pia naomba kwa heshima kwa sababu ni introduce tu MCA wetu anaitwa Tito hapa. Huyu ndio MCA wetu wa mtaa. Tuko na Gor, kijana yetu ndio Jaluo ya kwanza kuchaguliwa Kajiado, anaitwa Gor. Jamaa safi sana. Tuko na Ngatho ambaye ni MCA wetu pia. Tuko na Mbiriri pia alikuwa area kwa Mbiriri. Very good.
Hawa ndio MCA na tuko na viongozi wengi ambao walitafuta viti ya Kinyole Meja. Tuko na ule mama ambaye alikuwa amesimama kiti ya governor anaitwa pale, na Your Excellency na washuka na timu yetu yote iko area. Asante sana Your Excellency. Ya mwisho, si mnajua Rigathi Gachagua anakuja kesho, tukifanya shukrani ya Kemotho kuwa principal secretary. Karibuni sana, asanteni. Haya, wana Kajiado hamjambo. Habari za asubuhi. Tunamkaribisha Rais Kajiado. Mheshimiwa Rais na delegation yako yote, karibuni Kajiado. Wana Kajiado ni watu wangwana, watu watulifu, watu wa amani, na kiu yao ni maendeleo, na ndio sababu tumetokezea. Wana Kajiado, wana Rongai, tumepanga kazi hapa na Mheshimiwa Rais. Zile kilomita 65 ya hapa, mahali kidogo imebaki Gataka, ile daraja ya Matasia, na hii barabara iende mpaka huko Rimba, tumekubaliana itafanywa. Na pia kuna kati kidogo itaingia Twala, tunajua watu wa Twala wanaumia tukisonga mbele. Mheshimiwa Rais, ili tusikuweke sababu tunajua programu yako ni refu, ni vizuri tu nirudie ingawaje unajua. Ngoja kidogo. Haya. Hiyo social tutapanga. Haya. Sasa Mheshimiwa Rais, Kajiado ni kaunti kama inchi. Ni size ya Rwanda ambaye iko Kajiado. Na sasa Kajiado iko na sura mbili, iko na watu wanaishi mjini mahali tuko, ambaye ni idadi ya watu kubwa, na ndio inasaidia Nairobi, na tunashukuru kwamba mambo ya siware jawa na mabarabara unasishughulikia. Lakini sehemu nyingine kubwa ni wale wafugaji ambaye ndio tunapanga nao kazi ya kusalisha chakula na wakulima sehemu za Loitoktok, sehemu ya Inkuruman, na tungependa tunapofanya maendeleo saa Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha huko pia ndani ya kaunti ili tupange maji vile ulituagiza, kwa sababu baada ya hii La Nina tunaambiwa kutakuwa na El Nino. Ili tuchukue advantage ya hii mvua inakuja, tunaomba maji huko ndani pia, au wana Kajiado wengine wasikie kwamba taifa inaenda pamoja. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ni kuhakikishia kwamba kiu yetu ni maendeleo, amani ya taifa tutailinda, kukaa kama ndugu na dada kabila zote tofauti tunashukuru, na vile tumeweka watu wenu wa UDA ndani ya serikali ya kaunti, na wewe unatupanga na sisi huko juu. Lakini ukiwa na uhakikisho wangu na timu yangu na viongozi wa Kajiado kwamba tutasaidiana kujenga taifa letu, taifa la Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Watu ya Rongai hoye! Muko chonjo? Mmekaribisha Rais. Si alikuwa hapa akiwa hasla akiwaomba? Hebu imagine sasa, yule alikuwa hasla ndiye rais wa mahasla, na bado ndiye hasla namba. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru huyu gavana wa hapa. Ameniambia hapa maandamano yake ni hii ya kujenga barabara. Maandamano yake ni ya kujengea hawa watu ya soko hapa Rongai. Si gavana ni wa nguvu? Mimi Mheshimiwa Rais, tumeanza ile mchakato ya mazungumzo pale kwa bunge ili tuache mambo ya maandamano. Na Mheshimiwa Rais, tumewasikiza wale marafiki zetu wa Azimio, na wanatuambia wanataka mpaka kutuchagulia timu yetu, na tumewaambia leo ni sawa kwa timu ya Kenya Kwanza. Every member of parliament is as good as the next, and therefore if you want to decide for us who you want to play with in your discussions, we are ready. We are ready to listen to you. The only thing we are not ready to listen to you on is for you to have your cake
and eat it at the same time. We have therefore told you today, if you want to engage in talks, we are ready. But we shall not engage with you in talks, and at the same time, you want to disrupt our economy and people's businesses using violent protests. Tunawaambia ni haki yao yale yote wanataka kufanya. Hata waamue hawataki kuongea na Murugara, wanataka kuongea na Kimani Ichung'wah, niko tayari. Lakini tumewaambia mambo ya nusu mkate, hiyo hakuna. Mambo ya handshake, hiyo. Kama wanataka mazungumzo, wachague kati ya mazungumzo na fujo. Kama ni fujo, hiyo tutawaachia polisi wapambane na polisi. Kama ni mazungumzo, tuko tayari kuzungumza. Si ni kweli watu ya Rongai? So tuwaambie kwa heshima, you can't have your cake and eat it. You can't have it either way. It is either a peaceful process through the bipartisan engagement, or your violent protests aimed at disrupting the peace of our country, hoping that you will blackmail President William Ruto to give you a share in government. We want to tell you from Rongai today, as the people who voted for William Ruto, we have told him, do not engage on nusu mkate, do not engage on mambo ya handshake. Hiyo ndio mambo iliharibu Kenya yetu, hizi barabara zote zikasimama. Kweli si kweli? Mumesema tuzungumze na watu waache fujo. Kama ni maandamano, wapambane na polisi, si ndio? Na niambie Inspector General wa polisi, usitishwe. Hawa wanakutisha na ICC. How they are the prime and principal candidates of ICC because they are the instigators of anarchy and violence in this republic. And always bloodshed and anarchy has paid off for them. This time round we are telling them bloodshed, anarchy will not pay off, and we shall not allow them. It is either the peaceful way or their violent way, and they prepare themselves for ICC. Na hata hapo hapambane na hawa polisi wetu. Asante Mheshimiwa Rais. Asante sana Your Excellency, Rais wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto. Tunawashukuru watu wote wa Rongai na Wangong kwa sababu ya kuja kumlaki rais wetu mpendwa. Rais wetu, tunakushukuru sana. Mimi ninajua ya kwamba hii ni siku ya 4. Siku ya 5 ni kesho, tukimngojea makamu wa rais. Ninyi mkiwa hapa Kajiado kwa sababu ya kutupenda. Hii ndio kweli upendo ambayo imedhihirisha ya kwamba mnapenda watu wa Kajiado. Tunakushukuru sana rais wetu kwa sababu ya hii upendo ambaye tumeona sisi wenyewe. Jambo la pili, ninajua ya kwamba tuko na viongozi rais, kwa ruhusa yako hapa. Wote wa Kajiado wamefika hapa. MCS wetu hapa tukiongozwa na speaker wako hapa. Na viongozi wengine, Mheshimiwa Majority Leader, wote wako hapa, haswa wote ambaye ni wa UDA pamoja na party zingine zote. Mheshimiwa Ngedenye yuko hapa, daktari ambaye alikuwa governor wetu. Mheshimiwa Meja yuko hapa. Tunashukuru kwa sababu viongozi wote wa Kajiado wamekuja hapa kumlaki rais wetu na kujionea mambo ambaye rais wetu anafanya. Nataka kusema ya kwamba rais, tuko na senator wetu Kinyua ambaye ni mkubwa wangu pale bunge, ni commissioner na yuko hapa pamoja nasi. Nataka kukuambia kwamba watu wa Kajiado watasimama na wewe. Tumeomba ya kwamba hii barabara kidogo kutoka hapa mpaka kufika Kitengela, ni tunaomba ya kwamba itaendelea vile ulivyotuahidi. Na mimi nina hakika ya kwamba mambo itakuwa mazuri. Kwa watu pia wa Kitengela, tumesema ya kwamba tuko katika hali ya kuangalia mambo ya damu pale. Na kwa hiyo yote, mimi ninajua kwamba serikali ya
Kenya Kwanza itaenda kutimiza ahadi zake zote. Ninakushukuru, Mungu awakubariki sana na tuendelee kuunga mkono serikali yetu. Nipatie Cleophas Malala, Secretary General wetu wa chama ya UDA. Haya, asante sana Rais, mimi nashukuru kwa sababu wakati ulichaguliwa na mama mboga na watu wa pikipiki. Mimi nataka Rais, kwa niaba ya chama cha UDA, mimi kama Secretary General, kazi yangu itakuwa kuangalia wale wafanyakazi wa serikali ambao hawachungi mama mboga na watu wa chini. Hao watu, kwa sababu hao ndio watu walikupigia kura Rais. Mimi ningependa kuomba kwa niaba ya watu wa pikipiki. Rais, juzi nimeona serikali yako imeleta mafuta kutoka kule nchi za ugaibuni. Tungependa tarehe 14 kwa niaba ya watu wa pikipiki, bei ya mafuta irudi chini, kwa sababu hao ndio watu wako. Na mwisho kabisa, kwa niaba ya chama cha UDA, mimi najua mama mboga wa hapa wanatandika kwa barabara, hawana sokoni. Kwa niaba ya wanachama wangu wa UDA, tafadhali Rais, hii sokoni kwa sababu ya mvua, jenga haraka, hawa maasla wasiuzie kwa barabara. Na mwisho, mimi nawaomba watu wa Kajiado, mumeona vile maendeleo inakuja hapa Kajiado. Mukitaka maendeleo mingi kuja hapa Kajiado, tafadhali mujiunge kwa chama chetu, chama cha UDA. Chama gani hiyo? UDA. Asante kabisa. Huyu Kato Olemetito sasa nimempatia kazi, yeye ni jana nipangia mambo ya maendeleo ya kule. Huyu Peris ambaye ni dada yetu, Peris Tobiko, pia tumemfanya yeye ni senator kule katika Senate ya Kenya. Walikuwa wanashindana na Lenku, walikuwa wanashindana na Kato. Si kila mtu sasa amepata kipande ya kitu? Si sasa tushikane twende mbele? Niko hapa na George Sunguya, mbunge wetu wa Kajiado West. Tuko pamoja? Na niko na viongozi wengine wengi hapa. Pamoja na mama wetu senator ambaye alikuwa mjumbe wetu wa East, sasa yeye ni CAS katika serikali yetu. Watu wa Kajiado, si tumekubaliana jameni? Mnasema tutatembea pamoja, tunaelewana? Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi, hiyo mambo ya soko nimesikia kwa makini. Na wewe wapi huyu Ngogoyo? Kwa sababu hawa wamama wa soko hawajauza leo, nitawapanga. So wapi Ngogoyo? Napanga hawa wamama, nitawapanga. Natumana huyu Ngogoyo aje awapange. Lakini soko mimi nitajenga. Tunaelewana? Tumekubaliana? Na ile kazi ingine yote tumekubaliana. Ya mwisho kabisa, mimi najua tumekubaliana vile Kimani Ichung'wah amesema. Tumekubaliana tuwache mambo ya fujo, tuwache vita, tuwache maandamano, tuwache kuharibu mali ya wananchi, tuwache kuharibu biashara ya wananchi. Kama ni mazungumzo, tupeleke mazungumzo kule bunge. Mimi nawauliza viongozi wote wa Kenya, wakiwemo wangwana wetu wa upinzani, mimi nawaambia tumekubaliana juu ya mambo ya mazungumzo, tukubaliane vile tunaweza kupeleka Kenya mbele. Lakini kama hamutaki mazungumzo, hatuwezi kukubali mtu yeyote kwa sababu yeyote kuendelea kuharibu mali ya wananchi. Hiyo hatuwezi kukubali. Na mimi nataka nitangaze hapa leo ya kwamba haitawezekana tena. It is not possible for us to allow a few people to destroy property, to destroy people's business in quest of their own interests and in quest of their own selfish issues.
We must be a country that cares for everybody. Kwa hivyo kama mnataka kupanga ati kuharibu mali ya watu, nasikia ati wanataka kupanga kwenda Nairobi katikati ati kwenda kuharibu mali ya wananchi, ati kwenda kulete fujo. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo haitawezekana. Mimi ndio rais wa Kenya, na kama mnataka kuendelea mtajua hamjui. Yes, enough is enough. Haiwezekani tena, haitawezekana tena. And I want to tell them, wasione ya kwamba tumesema tuongee, wanaona ya kwamba ati watatuletea mchezo. Mchezo hatutaki. Uchaguzi iliisha, wananchi waliamua. Mambo ya kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, hiyo haitawezekana going forward. Tunaelewana jameni? Mnasema tukomeshe hii maandamano, tukomeshe fujo, tukomeshe vita, tukomeshe kuharibu mali ya wananchi. Mimi nitakomesha. Tunaelewana? That is how things are going to be going forward. It is no longer possible for us to entertain people who want to destroy the property of others, telling us nonsense about servers and about other issues. It's not possible. Mnanielewa jameni? Wawache mchezo bwana. Na wawache kiburi. Na wawache madharau. Hii madharau yote ni ya nini? Si nyinyi mlipiga kura? Ama ni aje? Si mlipiga kura? Hawa watu wawache madharau na wawache upuzi. Tumekubaliana sio? Asanteni sana. Mjue mimi nawapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. Mwadhani ya mora adhime. Mungu awabariki sana. Thank you.